Alikuwa anatoa ushuhuda, mtumishi wa Mungu mmoja yuko Nigeria, anasema niliwahi kualikwa mahali kuhudumu, alafu nimefika nikakaa kwenye kiti kikaanguka na mimi nikaanguka nacho. Wewe ukiwa wewe unafanyaje? Maji sasa wewe ndio mgeni, yani mgeni, na umekuja umejiandaa, umevaa na kamoka namna hii, alafu unakaa kwenye kiti kinashuka na wewe na congregation imejaa namna hii, unafanyaje? Anasema what I did, nikasimama, nikachukua kiti kilichopasuka, nikakitoa, nikatembea, nikaenda nikachukua kizima, nikaleta, nikakaa. Wao sasa wakaanza kutaabika. Sasa nione aibu mimi, aone aibu aliyeweka kiti kibovu cha mgeni. Wewe unaweza hiyo kitu. Ukidharau aibu unatoboa. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kudharau aibu. Ingoma imekuja ni nzito kweli kweli. Namna kilivyotokea kile kitu ni kizito. Binti yako uliyekuwa unamwamini unamsifia amebeba mimba nyumbani. Acha kwa watanionye kwenye kikundi cha maombi. Hii ni wewe uliyebeba mimba. Si yeye ndiye alibeba. Wewe sasa una shida gani? Eti watanionaje? Watakuonaje? Ni hivyo ndio watakuona. Watanionaje kwenye kwaya? Hivyo ndio watakavyokuona. Ndio hivyo. Na kitu ukikizingatia wewe ndio kinazingatiwa sasa. Lakini wewe ukikipuuza kinakuwa kina power. Stand